Hii ni Yuzak na mimi ni mwalimu wako Shaban B. Omar, na kukaribisha katika programu yetu ya kujifunza Kiingereza, na hususan tukiangalia matamshi na sauti za Kiingereza. Tuko katika book 2 na sasa tunaingia katika lesson 2. Kabla hatujaangalia lesson 2, tuangalie basi majibu ya zoezi ambalo tulipewa katika lesson 1. Sentensi ya kwanza tulipewa I am a student. I am a student. Tukatakiwa tuitamke katika hali tofauti, ikiwa katika full, ikiwa contracted na katika weak form. Kwa hiyo I am a student. Katika contracted form itakuwa I'm a student. I'm a student. Na katika weakened form itakuwa I'm a student. I'm a student. Sentensi namba 2, I am not a teacher. I am not a teacher. Kwa hiyo contracted form itakuwa I'm not a teacher. I'm not a teacher. Na katika weakened form itakuwa I'm not a teacher. I'm not a teacher. Haya, tukienda kwenye swali la 3, am I going? Hilo ni swali, am I going? Hapo unachotakiwa ni kufanya tu liaison. Am I, utasema am I? Am I going? Sentensi ya 4, I am going there. Contracted form itakuwa I'm going there. I'm going there. Na katika weakened form itakuwa I'm going there. I'm going there. Sentensi namba 5, I am on my way. Contracted form itakuwa I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Na katika weakened form itakuwa I'm on my way. I'm on my way. Na ya 6, I am elected. I am elected. Hapo itakuwa katika contracted form I'm elected. Katika weakened form itakuwa I'm elected. I'm elected. I'm elected. I'm elected. I'm elected. Sasa baada ya kuangalia majibu ya zoezi lililopita, ni matumaini yangu umelifanya vizuri. Sasa tunatoka kwenye verb be katika mfumo wa M. Kama tulivyoona tulikuwa tunatumia M katika somo lililopita, na subject yake ikiwa ni I. I am. I'm. Sasa tunakwenda kwenye verb be katika muundo wa is. Kumbuka is ni muundo wa be unaotumika katika wakati uliopo ikiwa subject ni he, she au it. He is, she is, it is. Sasa tuangalie strong na weak form yake. Hapa strong form na weak form zinatofautishwa kwenye matamshi tu. Tofauti ni stress, manake ni wapi umeweka mkazo zaidi. Sikiliza tofauti hapa. A na B wanaongea. A anasema is he a student? Is he a student? Haraka haraka atasema is he a student? B anasema yes he is. Yes he is. Umeona hapo is ina strong form, tumeka stress. Yes he is. Ndiyo, yeye ni mwanafunzi. Seti inayofuata A na B wanaongea. A anauliza is she a teacher? Is she a teacher? Sikiliza nilivyosema is she. Is she a teacher? Yeye ni mwalimu, mwanamke. B anasema yes she is. Yes she is. Umesikia is iko katika strong form, tumeka stress. Huwezi ukasema yes she is. Yes she is. Yes she is. Seti inayofuata swali. A anauliza is it possible? Kwa hiyo tukiunganisha hapo itakuwa is it? Is it? Is it possible? Is it possible? B anasema yes it is. Yes it is. Yes it is. Yes it is. Haraka haraka.
Hapo umeona tofauti ya strong na weak form inavyojidhihirisha. Kwa hiyo katika swali utakuta weak form. Kwa hiyo katika seti zote hizo A ametumia weak form. Ya kwanza pale kasema is he, ya pili kasema is she, ya tatu kasema is it. Unaona ile is. Lakini katika jibu B anatumia strong form. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Kwa hiyo tofautisha is na is. Weak form, is, strong form. Sasa twende kwenye contraction. Katika contraction ya is kimaandishi ni apostrophe na s. Kimatamshi tuone mifano. He is, contracted form inakuwa his. She is, contracted form inakuwa she's. It is inakuwa its. Kwa mfano tukisema he is kind, contracted form itakuwa he's kind. She is brave, contracted form itakuwa she's brave. It is good, contracted form itakuwa is good. Kama neno linalofuata linaanza na irabu, yani vowel, utafanya liaison pale ile s na irabu inayofuata. S ya is na irabu inayofuata unazitamka pamoja. Kwa mfano nikisema he is a teacher, contracted form itakuwa his. Nikifanya liaison na a itakuwa he's a. Kwa hiyo itakuwa he's a teacher. She is itakuwa she's. Ukifanya liaison na a itakuwa she's a nurse. It is all right. It is inakuwa it's. Ukiunganisha na ile o ya all right itakuwa it's all right. It is okay itakuwa it's okay. Sasa itakuwa hivyo kwenye continuous na passive form. Utakapokuta is katika continuous forms na passive forms, kanuni ni hiyo. Mfano katika continuous form, he is going to school, contracted form itakuwa he's going to school. She is looking at you itakuwa she's looking at you. It is running fast itakuwa is running fast. Katika passive voice, he is paid well, analipwa vizuri itakuwa he's paid well. She is loved by many, anapendwa na wengi, she's loved by many. It is driven by her, inaendeshwa na yeye itakuwa is driven by her. Neno likianza na irabu fanya liaison. Kwa mfano hapo, he is acting like a child, anafanya mambo yake kama mtoto. He's acting like a child. Unaona he's acting like a child. She is interested in it, amependeziwa nayo hiyo. Kwa hiyo unasema she is inakuwa she's. She's itakuwa she's interested. She's interested in it. It is understood very well. It is inakuwa it's. Kwa sababu pale imeanza na a itakuwa it's understood very well. It's understood very well. Sasa tukija kwenye maswali yanaanza na operator is katika weak form. Katika maswali ile operator yako is ikija kuwa operator inaanza swali huku, lazima iwe katika weak form is. Kwa hiyo utasema is he a student? Haraka utasema is he a student? Isn't he a student? Pale kwenye isn't utaanza tuna weak form isn't he a student? Sasa haraka zaidi utasikia wenyewe wanasema isn't he a student? Is she coming? Ze na she zimekutana pale.
ile ze unaisamea, utasema is she. Is she coming? Is she coming? She is coming. Isn't she? Itakuwa she's coming. She's coming. Isn't she? Itakuwa isn't she? Usipate tabu isn't she? Isn't she? She's coming, isn't she? She's coming, isn't she? It is possible, itakuwa it's possible. Sasa katika swali inakuwa is it possible? Is it possible? Unaona is it possible, umeunganisha, umefanya liaison pale. Is it possible? It is good. Isn't it? Umeona nimetamka moja moja pale. It is good. Isn't it? Nikifanya contraction katika it is good ndasema is good. Isn't it? Usipate tabu isn't it, useme isn't it. Yani ile te kama unaiminya kidogo, alafu ile ne na ai unazifanyia liaison. Isn't it? Isn't it? Haraka haraka. It's good, isn't it? Ni nzuri au sio? It's good, isn't it? It's good, isn't it? Ukipenda. Katika negative, kumbuka tunaweka not baada ya operator is. He is not a teacher. He is not a teacher. Yeye sio mwalimu, inakuwa he's not a teacher. He's not a teacher. He's not. Au ukipenda unaweka contraction kwenye is not, inakuwa isn't. Isn't. Kwa hiyo utasema he isn't a teacher. He isn't a teacher. He isn't a teacher. Yeye sio mwalimu. She is not coming. She is not coming, itakuwa she's. Umefanya contraction kwenye she na s ile. She's not coming. She's not coming. Lakini ukifanya contraction kwenye is not ukasema isn't, utasema she isn't coming. She isn't coming. She isn't coming. It is not good. Utafanya contraction kwenye is, utasema it's. Kwa utasema it's not good. It's not good. Au utafanya contraction kwenye is not, itakuwa isn't. Kwa utasema it isn't good. It isn't good. It isn't good. Saa nyingine haraka haraka utasikia it isn't good. It isn't good. Sasa zoezi langu linasema sema sentences fuatazo katika full form na katika contracted form. Hizo sentences ziko 10. Ziangalie vizuri. Namba 1, he is about to go. Weka full alafu contracted form. Namba 2, he is not around. Weka full contracted form. Namba 3, she is inside. Namba 4, she is not going. Namba 5, it is outside. Namba 6, it is not good treating people like that. Manake si vizuri kuwafanya watu namna hiyo bwana. Si vizuri kuwafanyia watu hivyo. Namba 7, it is okay. Namba 8, isn't it good? Namba 9, is he around? Namba 10, is she your sister? Is she your sister? Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba umeweza kusoma jinsi ya kuitamka is katika aina tofauti na katika maeneo tofauti ya sentensi. Sasa nifanyie zoezi langu hilo, uniletee majibu na mimi nitasubiria majibu yako mpaka hapo tutakapokutana katika book 2 lesson 3. Mimi ni mwalimu wako Shaban B. Omar nikikwambia bye bye for now.